Asanteni sana kwa wale mnaofuatilia katika sehemu hii ya pili, kwa sababu niliwaambia katika meza ya Bwana nitawaletea sehemu ya pili. Kwa hivyo hii sehemu ya pili ningependa tuendelee kuangalia kwa wale wanaofanya meza ya Bwana, jinsi ambavyo haistahili kabisa, wanawalisha mikate na kuwanywesha tu juisi au waini au nini au maji, wakiwaambia kwamba ni meza ya Bwana. Kwa hivyo maandiko haikubaliani hivyo kulingana na maandiko. Kwa hivyo tukisoma katika kitabu cha kwanza cha Wakorinto wa kwanza 11 kuanzia mstari wa 23, ambapo maandiko inasema hivi. Wakorinto wa kwanza 11 mstari wa 23, ambapo imeandikwa hivi: kwa maana nilipokea kutoka kwa Bwana yale niliyowapa ninyi, kwamba Bwana Yesu siku ule aliposalitiwa alitua mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hivyo kulingana na kitabu cha Mathayo 26:26 na kuanzia 26:7 na 28, tunaona kwamba Bwana Yesu siku ule alitoa mkate. Ndio maana Paulo anawaambia hapa hivi, yeye alipokea kutoka kwa Bwana yale aliyotupa sisi bado wakati huu, akituelezea kwamba usiku ule Bwana Yesu aliposalitiwa alitua mkate, na akisha kushukuru akaumega akasema, huu ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Sasa hapa Bwana wetu Yesu Kristo akiumega mkate, wakati aliposema fanya hivi kwa ukumbusho wangu, hakumaanisha watu pia wale mikate, watengeneze mikate na juisi wanywe ndio wamkumbuke Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo hakumaanisha hivyo, kwa sababu mikate hii wanaokula, juisi au pombe au sijui waini au maji zenye wanazotumia wakisema ni meza ya Bwana, hizo zote zinaingianga tumboni. Zikishaingia tumboni, baadaye hutolewa nje ya mwili wa mtu. Kwa hivyo hicho ni chakula ambacho kishaharibika. Kwa hivyo hakuna vile tunaweza kulinganisha Bwana wetu Yesu Kristo na mikate. Tukikula mikate tukisema tunafanya ukumbusho wake, haiwezekani. Sasa wale ambao wana mafundisho ya Yesu Kristo, na nikiwafundisha na nikiwarekebisha, nikiwaambia kwamba Bwana wetu Yesu Kristo hakumaanisha jinsi ambavyo mnavyofanya. Kwa hivyo ukumbusho wake alipoelezea wanafunzi wake, na ukumbusho wake bado anao sema watu wafanye, sio kukula mikate. Ukisoma katika kitabu cha Yohana, kuna mahali Kristo anawaambia, Yohana 6:27, anawaambia msishughulikie chakula kiharibikacho, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele. Kwa hivyo Bwana wetu Yesu Kristo alipofanya miujiza katika kitabu hicho cha Yohana, ambapo imeandikwa aliwalisha watu mikate 5 na samaki 2. Kwa hivyo alifanya miujiza ya mikate ya kukula kwenda tumboni, na akawaambia, sio Musa aliyowapa mkate huu, bali Baba yangu ndiye atawapa mkate wa uzima. Atawapa mkate. Lazima uelewe nyakati zilizopita na nyakati zinazokuja. Kwa hivyo Bwana wetu Yesu Kristo hakumaanisha kwamba ile mikate aliyofanya miujiza nao ndio mkate wa uzima, mbali alisema mwili wangu, mtu akila mwili wangu. Kwa hivyo Kristo hakumaanisha mtu anapokula mwili wake, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo, kila mmoja anafahamu kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikuja na mwili kama huu wangu hapa, yana kama mwanadamu kama mimi hivi, kulingana na maandiko jinsi ambavyo yanavyoelezea. Kwa hivyo hakumaanisha watu wale huu mwili wake na wanywe damu yake. Alipokuwa anamaanisha, hakumaanisha hivyo kimwili jinsi ambavyo pia watu wa sasa wanavyofanya. Kwa hivyo ukumbusho wa Yesu sio kukula mikate. Na pia wakati alipokuwa anaelezea wale Wayahudi walikuwa ni wachinzi ya mwili, walidhania kwamba Bwana Yesu alikuwa anamaanisha wale mwili wake, jinsi ambavyo mnavyokula mikate. Kwa hivyo ukumbusho wa Yesu Kristo sio kukula mikate. Kwa wale mnaosikiliza, nikiwakumbusha pia watakatifu wote popote mlipo kwamba mkate Kristo alikuwa anamaanisha si mwili wake au sio damu yake hii ya mwili huu tulio nao wa sasa. Hapana, alikuwa anaongea mambo ya kiroho. Kwa hivyo ndivyo sasa unaona watu wa sasa, wachungaji wa sasa pia wanaenda kimwili. Wanadhania wakikula mikate, wakinywesha watu juisi, wakiwalisha mikate, wanadhania kwamba eti wanafanya ukumbusho kulingana na maandiko haya katika kitabu cha Wakorinto. Kwa hivyo Bwana Yesu hakumaanisha jinsi ambavyo mnavyofanya.
25 inasema, vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Kwa hivyo Bwana wetu Yesu Kristo alipotoa kikombe kila akasema, kikombe hiki ni agano jipya. Naona kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Kwa hivyo mtu lazima muamini Kristo, usafishwe kabisa, uoshwe kulingana katika kitabu cha Waibrania 10 mstari wa 22, 10 mstari wa 22, ambao maandiko yanasema hivi, tulinyunyuziwa damu ndani ya roho zetu na kuoshwa na maji safi katika miili yetu. Kwa hivyo wewe unapomwamini Kristo unaoshwa, unatakaswa, unakuwa msafi. Ukishakuwa msafi unahudumu katika agano jipya, kwa sababu hii damu ndio inakusafisha. Unaacha kuwa kile kiumbe cha kale, unakuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo huwezi hudumu katika magano yote mawili na unasema kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu ama wewe unamwamini Mungu. Unatakuwa unatudanganya, kwa sababu maandiko haikubaliani na hilo jambo kabisa. Kwa hivyo mimi jambo najaribu kukukumbusha hapa ni kuambia kwamba meza ya Bwana haikuwa mikate mnapokula, hiyo inaingia tumboni. Hicho ni chakula kiharibikacho kulingana na Yohana 6 mstari wa 27. Kwa hivyo na Marko 7 mstari wa 19, chakula kiingiacho tumboni huwa kinatolewa nje ya mwili wake. Hicho chakula kiingii rohoni mwa mtu. Kristo chakula anachoongelea pale, mwili wake na damu yake, ni chakula cha roho, kwa sababu mkate huo ni chakula cha kweli kulingana na Yohana 6 mstari wa 58. Mkate ni chakula cha kweli na kinywaji kile ni kinywaji cha kweli kabisa. Kwa hivyo hatuwezi tukaendelea tukikula mikate na kukunywa juisi na kudanganyana kwamba eti ni mikate, eti huo ni mwili wa Yesu Kristo, eti mwili Kristo hawezi mlinganisha na hizo vitu kama hizo. Kwa hivyo inamaanisha hauna mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo anakufundisha haikuwa hivyo kulingana na ukumbusho alioacha watu wafanye. Kwa hivyo maandiko yanatuelezea wazi kabisa kabisa. Kwa hivyo maana kila mlapo mkate huo na kukinywa kikombe hiki mnatangaza mauti ya Bwana mpaka ajapo. Kwa hivyo tunapoendelea kuhudumu katika agano jipya, baada ya kutakaswa na kuwa wasafi, tukawa watoto wa Mungu katika Kristo, kupitia Kristo Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, pia sisi akatufanya kuwa wana wa Mungu. Unaona, tukazaliwa mara ya pili. Unaona, kwa hivyo maana kila mlapo maana kila mlapo mkate huu, yani wakati tunaposoma hili neno la kufundishana kila wakati na hilo neno ndio mkate, na tukinywa kikombe hiki mnatangaza mauti ya Bwana mpaka ajapo. Kwa hivyo tunapoendelea kufundishana na kuelimishana katika hili neno la Bwana na kupita katika njia ya kweli ambayo ni Kristo Yesu, tunaendelea kufanya ukumbusho wa Bwana mpaka ajapo. Kwa hivyo tunapokusanyika kama sisi tunapoamini, tunakuwa mwili mmoja wa Kristo Yesu. Tunakuwa viungo vya mwili wa Kristo Yesu. Kwa hivyo mwili tunakuwa ni mwili mmoja tu. Tunakula mkate mmoja. Hatuna mikate mingi jinsi ambavyo wale wengine walivyo na mikate zao. Utaona tu wako na vikombe mingi, kila mtu tu vikombe. Wengine utaona tu bado wako na tu mikate twingi. Wanakula wanasema ni meza ya Bwana. Wanasahau kwamba hicho chakula hizo eti ukiamini, hakuna imani kama hiyo ya kushika mkate unasema ni Kristo Yesu. Unakula unatuambia ni imani, tuamini. Hiyo ni uongo, hiyo ni ugaidi. Hiyo ni upagani. Hakuna, Kristo hakumaanisha jambo kama hilo. Kwa hivyo kwa wale mnaofanya meza ya Bwana hivyo jinsi ambavyo mnavyofanya, nyinyi mnafanya ibada ya sanamu. Kwa hivyo sisi tumejiepusha, kwa sababu tushajua kweli, tumejiepusha na ibada za sanamu. Kwa hivyo hatuwezi tunywe katika kikombe cha Bwana ama tule meza ya Bwana tena tuingie tule katika meza tena ya mashetani. Hapana, hakuna jambo kama hilo, haikubaliki. Haikubaliki kwa wale walioamini Kristo Yesu. Kwa hivyo tunapofanya ukumbusho wa Bwana mpaka ajapo, kwa hivyo ninapomaanisha meza ya Bwana mpaka ajapo ni ili neno, kufundishana hili neno na kuhubiri na kutangaza injili ya kweli, na kuwa tukiwa tumetakaswa na damu ya Yesu Kristo. Hiyo ndiyo Kristo alivyomaanisha. Kwa hivyo inamaanisha ukikula mikate wewe umechanganyikiwa.
Wewe unapokunywa juisi, sijui wine, sijui nini, umechanganyikiwa. Wewe labda uko na shida kubwa sana, kwa sababu lazima ujichunguze, ujijue we nani, ujue kenye unafanya unakielewa. Wewe ulitakaswa kweli ama wewe ujijui uko wapi? Wewe ni kurandaranda tu mtaani kuambia watu Bwana Yesu asifiwe, niliokoka. Uliokoka kivipi? Meza ya Bwana unakula kimwili. Bwana wetu Yesu Kristo anafanya kama mtu wa mwili. Kwa hivyo hao wote wanaokula meza ya Bwana wakisema ni mikate na juisi, hao ni wa mwili. Hao ni wa mwili kabisa. Kwa hivyo ukisoma mstari wa 27 inasema hivi: kwa hiyo mtu yoyote alaye mkate huo kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili hatakuwa na hatia ya dhambi huu ya mwili na damu ya Bwana. Kwa hivyo jinsi ambavyo unavyoifanya tu pale ukila mikate, uko na hatia. Wewe unaasi kabisa kulingana na maandiko. Yaani hujui